Vipi dogo? Yes. Na kama kawaida au vipi? Kama kawaida. Bana samahani, vipi bwana Gachu nimemkuta? Gachu, yupo. Yupo Gachu eh? Yupo. Basi sawa. Sasa nilikuwa nakuomba vipi? Unitie kidogo nataka nizungumze naye. Mnapita tu. Aniingie? Ndio. Basi sawa. Karibu ndugu yangu bwana. Bwana ndugu yangu asante sana bwana. Hiyo Gachu ndio unakaa hapa kabisa? Hapa ndo kwangu bwana ndugu yangu. Oya mwanangu, umepiga sana hatua sikufichi. Alafu kaangalia mimi nawe tulipotoka mpaka unakuja kumiliki nyumba kama hii. Oya, mimi nikupe hongera zako sana. Shukrani ndugu yangu. Sawa. Sasa bwana ndugu yangu, mimi nimekuja hapa kwa jambo moja. Maana kila siku mimi nikija hapa mwanangu sikukuti. Na mtole mdogo wako wa kiume. Yaani nikimuuliza bwana Gachu uko wapi? Gachu hayupo. Kila nikipiga simu zangu mwanangu sinaita tu. Muda mwingine simu naomba hazipokelewi kabisa. Sasa vipi kuhusu lile swala langu la kazi mwanangu umeishia wapi? Maana ukiangalia ndugu yako maisha yangu uliokuwa nao sasa hivi ni magumu mno kwenye masuala pesa. Sina kazi yoyote. Alafu ukiangalia mimi naye Gachu tumetoka mbali. Mimi naye tumesoma shule hii moja. Tumekaa dawati moja. Sasa ndugu yangu wewe umefanikiwa. Mimi ndugu yako nisifanikiwe nani? Unaona? Mimi naomba ndugu yangu kwanza unipambanie na mimi niwe sehemu nzuri. Kabisa. Mimi nazalilika sana maisha yangu bwana. Kwanza ndugu yangu kwanza nikwambie kitu kimoja kwanza. Unajua unapokuja hapa nyumbani unikuti ni kutokana tu na changamoto za kazini na chelewa kurudi sometime sipati. Unajua Lakini ile swala lako bwana mimi ninalifanyia kazi. Na hapa tena nashukuru Mwenyezi Mungu bora umekuja hapa kwangu. Yaani hapa nataka nikupigie simu sio ni lini nikuelekeze bwana ndugu yangu. Inabidi twende sehemu fulani kwa mtaalamu kutaka kurekebisha ile jambo la. Ndio. Sasa umekuja hapa. Sasa ninachokuomba ndugu yangu cha kufanya kesho njoo mida ya saa 4 nikupeleke sehemu. Basi sawa ndugu yangu. Mimi nimekuelewa kaka. Mimi kesho saa 4 nitakuwa hapa nitakuja. Basi sawa haina shida ndugu. Bana mimi nikutakia siku njema. Karibu bwana. Asante. Mambo mjingo kama mambo sio poa. Alafu usishangae sana hivi vitu vya kawaida. Sijakuonyesha vitu vingine. Nikikuonyesha vitu vingine mwanangu utapagawa. Au si? Basi poa bwana kwa hili bwana. Mwanangu. Poa. Poa bwana. Haina shida ndugu yangu bwana. Haya bwana. Hizo TV. Salama si ndugu yangu. Poa bwana. Bwana mganga, yule kijana bwana alikuwa anahitaji mali. Ndio. Magari ya kifahari, wanawake wakali, kama walipokuwa watoto wa mjini bwana wakisemaga spiskali. Viwanja, majumba. Kijana mwenyewe ndio huyo hapo. Masharti yote anayaweza. Na amesema anaweza kufanya chochote kile ili mradi tu maisha yake yabadilike. Kwa mganga, kama jinsi ulivyoweza kunibadilisha mimi maisha yangu, naomba umsikilize kijana na uweze kumsaidia. Kijana vipi? Safi mganga, safi. Kijana, unataka pesa, uona magari na majumba? Ndio mganga. Ninachokitaji mimi niwe na pesa nyingi, niwe na nyumba, gari kama alivyosema ndugu yangu hapa. Yaani kiukweli ya maisha ambayo kwa nao sasa hivi aibu sana, yaani nimechoka kabisa. Kwa hicho ndicho ambacho ninachokihitaji mganga. Ama franga mionga 5. Saliti la kwanza. Unataka tembea na mamako mzazi. Hakikisha na mamako mzazi unapotembea nacho awe na akili timamu. Usimwekee kilevi chochote. Hapo ndo utakuwa utajiri kubwa sana. Utapata na magari mengi sana. Na saliti lingine la mwisho. Unataka umuue mamako ukamzike wewe mwenyewe bila hata kujua. Na tena nataka utoe kafara watu 5.
Sawa kijana? Lakini mganga, kiukweli masharti ulionipa ni magumu sana. Nilikuwa naomba japo tu nibadilishie kidogo. Maana kitendo cha kutembea mtu na mamako mzazi sio kitu rahisi kiukweli. Wewe mwanangu Samdai, mbona unafanya vitu vya kitoto mwanangu? Unachukulia poa mwanangu, mimi naacha kazi zangu kwa ajili yako mwanangu, ufanikiwe, upate majumba, magari ya kifahari, unachukulia poa. Au mwanangu unapoona watu wako mtaani mwanangu wanadili, wana majumba, watoto wakali, piskali, unachukulia maisha yao hize. Kwani kuoa unajua kitu cha kawaida sana ujue. Wewe unajua mimi nimetoa kafara watu wangapi? Haya, siku zote unazokuja mtaani kwangu ushakuta mamangu yuko mtaani. Hebu kubali bwana masharti bwana, acha mambo ya kitoto mwanangu, unazingua bwana one time. Uko tayari? Niko tayari mganga, niko tayari. Ama filango nonga tamu. Vipi mwanangu, chungulia nini sasa? Wewe vipi, mbona kama hivyo mwanangu? Fresh ipi lakini kama kawaida vipi? Sasa mwanangu, mimi nimekuja hapa. Mimi nilikuwa nataka bangi mwanangu. Wewe unasemaje? Sema stopa. Sio bangi. Wewe unaijua wewe? Wewe unaona mazingira mtaani vipi? Au unataka kunichomesha? Sikilize. Mimi nimekuja hapa mwanangu. Nilikuwa nataka hiyo stopa aliyosema. Ushaona? Mimi kuna mtu mwanangu kanichanganya. Ushanielewa? Sasa mimi sitaki nipate nikiwa hivi. Sababu nikipata hivi nitamuonea aibu. Sio shana vizuri. Mimi nataka mwanangu nipige ile vitu vyangu vijae kichwani. Yaani mwanangu nataka nikamuoneshe noma leo. Naomba unipe mwanangu. Wewe na stopa wapi na wapi? Wewe kuzoea kuvuta sigara. ECM Stone. Sasa wewe na mambo wapi na wapi? Au unataka kunichoma? Oya mwanangu, nipe basi mwanangu, muda unaenda au mwanangu nige basi hicho kitu. Oya poa. Stay. Au sio? Poa basi nakusubiri hapa. Poa. Sasa mwanangu wewe unaona vipi? Yeah. Poa basi. Oya wewe. Unaondokaje sasa? Vipi bwana? Kuna jipya? Hiyo biashara nipe langu babu. Wewe ni ka biashara hiyo? Nilisahau ndugu yangu. Unajisahau kuna biashara za watu? Hapa. Poa basi. Poa na. Hiyo mboga imeshaiva au bado mwanangu? Mboga bado mama. Toka muda huo? Sasa si unajua maharage yalivyo. Na nimeangalia mwanangu kwenye kisado, hakuna hata unga hata kidogo. Sasa nikupe hela uende kwa Mange ukachukue. Haya sawa. Haya nenda, mimi hiyo mboga nitaiangalia. Haya sawa. Tembea na mamako mzazi. Hakikisha na mamako mzazi unapotembea nacho awe na akili mama.
usimwekee kilevi chochote. Hapo ndo utakuwa utajiri kubwa sana, utapata na magari mengi sana. Na sharti lingine la mwisho, wataka umuue mamako ukamzike wewe mwenyewe. Mwanangu, mbona umechoka hivyo? Bi mkubwa, wewe acha tu. Yaani sielewi nje na niuma hatari yani. Mwanangu, nimemtuma dada yako unga sasa hivi dukani hapo. Sasa hivi utakula ugali mwanangu. Sawa basi sawa. Alafu mama, kuna jambo kidogo nataka tuzungumze. Unajua maisha tunaishi sasa hivi hapa sio mazuri. Ukiangalia kuhusu masuala ya kula, nyumba tunaokaa haifanani kabisa na sisi. Sasa mimi leo nilienda kwa mganga mama. Ushaona eh? Kwa baada ya kwenda kule mganga naomba kanipa masharti. Masharti gani hayo? Masharti yalionegea ni mepesi sana, asikufiche. Yaani kama ndo nitayafanya kwa ufasaha zaidi ya masharti, sisi tunakuwa matajiri. Yeye kaniambiaje? Ukitaka kuwa na pesa kuanzia sasa hivi, itabidi umue mama yako mzazi, kisha utembee naye, alafu muue. Na ukifanya hivyo, mimi nakuwa tajiri mkubwa. Sasa nikasema ngoja kwa nikampamisha bibi mkubwa. Mimi nesi kabisa kwenye hili hawezi akakataa. Kwa hiyo nimekupata mama, tunafanyaje? Wewe mtoto, koma tena ukome. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Huyo mganga wako yeye hana wazazi kama mimi. Atembee nao wazazi wake. Leo wewe uje utembee na mimi. Koma. Sasa bibi mkubwa, unachokata hapo wewe ni nini haswa? Kwa sababu ukiangalia mama, wewe umri wako tayari ushaenda. Sasa hivi una miaka 60 kabisa. Na ukiangalia mzee Faza tayari kashafariki. Wewe unang'ang'ania tu uishi duniani mpaka leo. Unataka mpaka uzeeke sasa hivi, miguu ijae, tuanze kusumbuana, sisi tukupeleke chooni, sisi tukakuogeshe. Ndio unataka hivyo? Eti bibi mkubwa nisikilize. Mimi kwenye hili sitaki masiala. Mimi sasa hivi ninachotaka sasa hivi nitembelee gari, niwe na nyumba nzuri. Utake usitaki bibi mkubwa, hichi kitu unafanya. Sijui umenielewa, sijui. Nisikilize. Kitu kama hicho kwangu hakuna hata siku moja. Tena watu wenda azimu wako. Na ukijaribu kufanya kitu kama hichi, sitokusamehe hapa mpaka kesho hahera. Mshenzi mkubwa wewe. Bibi mkubwa, nisikilize. Utanisamehe kwenye hili. Sijui umenielewa vizuri. Mariani! 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 Vipi? Yaani hapa hata sielewi. Yaani nimechanganyikiwa kabisa kwa sababu kutoka saa 7 mama simuoni. Nimerudi hapa, alinituma unga. Nimerudi nimepika ugali, maharage yameiva. Mpaka saa hizi haonekani. Na ndani simu ipo. Sasa sijui kaelekea wapi. Na nimeenda chini kule sijampata. Ndio wapi? Vipi? Sehemu nyingine kile mjaribu kumwangalia yupo. Nimeenda kule mama bonge yule sijamuona. Sasa hizi sijui nielekee wapi. Hata sasa hapo tafanya kitu kimoja. Wewe kama angalia kwanza hivi. Afu mimi tena bondeni pale kwa maketa gaba nenda kumcheki. Sasa basi ngoja niende.
Basi sawa. Ile basi kama mimi kama angalia na huko basi. Basi utafunga mlango. Sasa mimi nitafunga, wewe nenda basi. Basi. Naona mambo sio mabaya ndugu yangu bwana. Samdai. Sasa huo ndo Samdai yenyewe sasa anahitajika ndugu yangu. Leta kaifa kaka. Bwana kaka, mimi nikushukuru sana ndugu yangu. Yaani bila wewe mimi nisingefika mbali kabisa. Yaani mpaka kupendeza hivi. Huyu ni wewe. Na wewe ndo umenisaidia Kabisa. Sasa mimi nimekuja hapa ndugu yangu kwa jambo moja. Ndio. Ile kafara imekuwa mimi tayari nishaimaliza. Na nishafuata taratibu zote. Lakini cha ajabu, nini pesa unapata sasa hivi ni ndogo sana. Si ile ambayo nilikuwa mimi nahitaji. Sasa hichi kitu nikasija kielewa vizuri. Nikasema ngoja kwa nikufuate ndugu yangu kwanza unielekeze. Iko vipi? Labda nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Wewe siku ile utakuwa kumuelewa mganga vizuri. Mganga alikupa masharti mawili. Sharti la kwanza, utembee na mama yako mzazi kisha umuue ukamfikie mwenyewe. Sharti la pili, akakuambia wewe utoe kafara watu 5. Kutoa kafara kwa mama yako haimaanishi kwamba ndo utapata utajiri mkubwa. Hapana, utapata tu hela za kubadilishia mboga, watoto wazuri na mambo mengine ya kawaida. Ukishatimiza kafara ya pili kutoa watu 5, I swear to God nakwambia, lazima uwe tajiri mkubwa sana hapa Dar es Salaam. Hapo sasa hapo nimekuelewa ndugu yangu. Maana nilichanganyikiwa kidogo kiukweli. Alafu kingine, mimi sasa hivi ndugu yangu nataka nitafute nyumba. Ndio. Ya kukaa. Maana yale mazingira ninayoishi sasa hivi hayafanani na mimi kabisa. Lakini kuna mtu ambaye ilipaka za kutafuta kiwanja, lakini naona mpaka dakika hii pia ipo kimya. Sasa hamna mtu ambaye labda unamfahamu kama anauza kiwanja au nyumba? Mimi nikupongeze kitu kimoja ndugu yangu. Wewe ni tofauti na vijana wengine. Maana kuna vijana sasa hivi wakipata hela wanaingia kwenye starehe, kuvutavuta yani hawaeleweki. Mimi pale nyumbani kwangu mimi nimetoka pale. Pale nishatoka. Na tunapoongea hivi hapa, pale nimemwacha dalali. Kwa muda wote kina happen pale na pauza. Bora niuza shilingi ngapi ndugu yangu? Kutoka nawe Samdai ndugu yangu wewe, pale bei unilipe shilingi milioni 23. Milioni 23.
Basi sawa, hamna shida. Mimi nitakupa milioni 23. Inabidi kwanza mimi nielekea nyumbani hivi. Ndio. Alafu baadaye nitakuja hapa. Maana kuna mchakato ambao unafuatilia kwa sababu nimeagiza gari nje. Nataka nifuatilie pia mchakato huo. Kwa hiyo nitakaporudi mimi nitapitia basi kwako kuletea kiasi cha pesa. Basi sawa, haina shaka ndugu yangu. Ukifika hapo utanigusa fresh. Da basi poa ndugu yangu bana. Poa kaka. Poa pamoja. Haya bana. Kaka. Ujue sielewi mpaka saa hizi. Kwani ile gari tuliopanda pale ni la nani? Mdogo wangu. Ile gari tulokuja naye pale ni ya kwangu mimi. Ya kwako? Ndio ya kwangu. Na humo ndani je? Nyumba pia unaiona hapa pia ni ya kwangu mimi. Yaani namaanisha vipi? Kuanzia sasa hivi hapa ndo pata kwa nyumbani kwetu. Tutakuwa tunakaa hapa. Wewe kaka usiniambie. Mbona haraka hivi? Hamna mdogo wangu. Unajua nini nikwambia kitu kimoja? Nimekufanyia kama surprise. Sikutaka kuambia kwa haraka sana, hamna. Kwa ni kama surprise tu nimekufanyia mdogo wangu. Jamani. Mbona ghafla hivi jamani kaka? Na nikwambie kitu kimoja. Hii nyumba unaona hapa tupo kwa muda tu. Ila kuna nyumba nyingine ambayo ndo naikamilisha huko. Kwa muda sio mrefu. Hii nyumba nitauza, tutaenda kukaa sehemu nyingine. So hapa tena. Kweli? Ndio. Sijui nishukuru vipi jamani. Sijui nifanye, sijui nilie, sijui nicheke. Sasa hapo kushoto kiingia hapo. Kuna chumba chako hapo. Kwa nenda ndani tukapumzike sasa hivi. Basi ngoja mimi niende. Baadaye. Sawa. Vipi ndugu yangu? Safi kabisa, karibu bwana. Asante. Mwanangu nimeulizia sana samdai. Nikaambiwa naishi hapa mwanangu, ila sijaelewa. Ni kweli au? Ndugu yangu. Hapa napoona hapa ndo nyumbani kwangu, na yoga yule una nje hapo pia ni kwangu vile vile. Kwa karibu sana. Asante ndugu yangu. Mwanangu, mazingira yako sasa poa. Una gari, nyumba nzuri. Vipi ndugu yangu? Tuwe basi Madina sisi ndugu yako, Sasa muda yule ambao ulikuwa ni hali ngumu, kula shida, kuvaa shida, tupe njia ndugu zako na sisi tufike hata hapo ulipo ndugu yangu. Okay. Sawa, nishakuelewa ndugu yangu. Ila nikikuangalia ndugu yangu, wewe pesa unayo. Ila haujui jinsi gani ya kuzitumia hizo pesa. Na nikuangalia pia msingi unao. Msingi? Msingi unao. Msingi gani kaka, nipe basi na mimi nijue bro, msingi gani? Sio huko uone. Wapo. Msingi? Huo Sijaelewa. Njoo kuna mwenezi.
Vipi Mima mdogo wangu? Safi, shikamoo kaka. Marhaba, ujambo? Jambo. Jambo. Naona angalia TV hapo. Jambo. Sasa mpenzi. Yule pale mdogo wangu anaitwa Mima. Mima mambo. Poa mzima? Mzima. Mima, huu wifi yako wewe. Kumbe wifi. Sasa sisi tupo ndani basi hapo. Haya sawa. Mimi nipo hapa. Haya basi. Kaka. Mbona kujipata? Wewe vipi? Mbona umebunga hapa vipi? Haueleweki au? Na nimekuambiaje kila bao 10,000 tusizinguane saa hizi. Umeona hapa simu zinaita sasa hivi naondoka na simu zingine huko. Baba vipi? Kwa naomba changu tufanye mambo. Sawa basi hamna shida. Wewe bana kitandana kwa mimi kwa hela utakupa. Na nikifanya alafu usinipe hela yangu au tutaona na habaya. Unanijua mimi nani huko? Sawa nimekuelewa basi kwa mpole. Haya. Mima. 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 Ambe? Vipi mdogo wangu? Mbona unakuwa na mawazo sana? Shida nini? Hamna kaka. Nimekaa hapa. Nimemkumbuka sana mama. Yaani nawaza huko aliko sijui anaendeleaje. Maana mpaka leo hatujamuona. Nilikuwa nafikiria angekuwepo humu ndani, tungekuwa tuna furaha. Sasa sijui mama wangu kama anakula nini au analala wapi. Sasa mdogo wangu nisikize basi nikwambie kitu kimoja. Usiwaze sana kiasi hicho. Kikubwa ni kumomba Mwenyezi Mungu tu amrudishe mama akiwa salama na akiwa mzima kabisa. Kwa sababu hatujui ipo kwenye hali gani. Kwa hiyo usiwaze sana mdogo wangu, unaweza kutafuta malazi sasa hivi. Sawa? Basi sawa kaka. Sasa mimi nielekea kazini hivi. Baadaye basi. Haya, kazi njema. Haya, kweli. Haya, bye. Samnai. Mambo. Mpenzi wangu, mbona siku umenikalisha magetoni? Mimi nimekaa kutwa nzima na kupigia simu zangu pokei. Nimekuja mtu nilikuwa kwa pale sijakukuta. Alafu mimi nilikuwa tu unaponishapiga vitu vyangu. Dakika ya mwisho mpaka jioni sijakuona. We koma Hivi wewe zimetimia wewe? Nakuuliza tena, zimetimia katika kichwa chako? Hivi wewe unaona hivyo katika wewe unavyoangalia tu? Mimi naweza kutembea na wewe? Kapuku uliojalana wewe. Yaani kula konye mpaka uokote makopo ndo ule. Alafu labda nikwambie kitu. Unavyoniona mimi, yaani bora nimvulie ng'ombe kuliko kutembea na mtu kama wewe. Sawa Umenielewa Afu ukome kunipigia simu. Ushenipata hela wewe mpaka uniambia nimekupigia simu. Kwa hiyo kama umekula vitu vyako ndo vinanisaidia nini mimi? Wewe fanya maisha yako. Alafu unavyoniona mimi sio type yako.
fanya vitu vyako za siku. Subiri kwanza, nisubiri usikimbie. Sasa wewe ndio tabia gani ile ambayo ulionyesha kule? Yaani unaweza kunikimbiza kama vile watoto wadogo, yaani kutia naibu ndo nini sasa? Alikuwa anataka nini kwani? Naomba unisamee kwa sababu nimeukimbiza barabarani kama mtu ambaye yaani kuna kitu umekifanya kwa sababu nilikuwa nakupiga mikelele. Naomba unisamee na kuomba. Ndio. Sasa ashakusamee. Alikuwa anataka nini? Unajua mimi kuna vitu navisikia mtaani kwamba sasa hivi umejipata una gari, una hela, una nyumba. Kwa hiyo kuna vitu nilikuwa nataka tukazungumze nyumbani kwako. Kwani ukizungumza hapa kuna shida gani? Mazingira hapa sio rafiki kwa sababu mtaani wambea wengi. Kwa hiyo nilikuwa naomba nikazungumze nyumbani kwako kama utojali. Okay, basi sawa, twende. Kweli? Ya, tuondoke. Sawa. Karibu sana. Asante. Asante kwenda wakapa. Ya, hapa ndo napoishi sasa hivi. Pazuri. Ni kawaida kwa sababu nimeanza kujikiza muda mrefu sana. Mpaka nafikia hatua kama hii, kujenga nyumba kama hivi. Ni refu sana, sikufichi. Nimepambana sana hapa. Pazuri sana. Vipi, ulikuwa unasemaje? Unajua kule dukani nilikwambia nina maongezi na wewe. Unajua kipindi kile nilikuuzi. Nami ni binadamu. Kwa hiyo nimekuja ili unisamehe. Mimi bwana niko nishakusamehe sana muda mrefu. Alafu hicho kitendo cha kunomba samani kila wakati inakuwa sio vizuri. Sisi ni binadamu. Kwa hiyo mimi nishakusamehe. Usiwaze kabisa kwa hili. Sawa. Sasa nilikuwa naomba au niombe kwamba kuna kitu nilikuwa nataka kutoka kwako. Kitu gani? Tufanye mapenzi. Kumbe. Sawa, sio mbaya, inapendeza. Basi sawa, hamna shida kwenye usiwaze. Sawa, asante. Njoo basi. Niambie. Niambie yule msimzala mtu simjui. Ni kweli. Uko vizuri? Kawaida sana. Sasa, kwani usinione hapo peke yako, nyumba mzima unaishi peke yako? Kwani usiende nyumbani nitoe barua nyo? Kumbe. Sawa, nimekuelewa. Lakini mimi sasa hivi kuna mambo ambayo kidogo nataka niweke sawa. Kwa kwenye utaratibu wa kuoa, nitaoa. Na mimi nitakuoa pia, ni kweli hivyo. Usichelewe. Siwezi kuchelewa bwana. Maana unajua tena ushaniondisha. Naelewa. Alafu kingine, najua mimi ni muda mrefu sana mimi naye tujaonana. Kwa hiyo kuna surprise ambayo nimeiandaa kwa ajili yako. Surprise tena? Yeah. Sawa. Sasa basi, nilikuwa naomba ufumbe macho ili nikuonyeshe surprise. Maana surprise ni nzuri sana. Ila cha kuzingatia kitu kimoja. Usije ukafumbua macho. Ukaja kufumbua tu, basi mimi nitashindwa kwenye hili.
Usishindwe bwana. Basi sawa, fumba macho. Dada, mambo? Poa. Vipi, mzima? Mzima, za wewe? Safi kabisa. Jina lako nani? Mimi naitwa Zulfa. Okay, jina lako zuri sana. Wewe ni mwenyeji sana mitai eh? Mimi mitai ni mwenyeji, lakini sio mwenyeji sana, kidogo tu. Okay. Ila dadangu samahani. Unajua wakati tunatokea hivi nimekuangalia, kiukweli umependeza sana, mpongeza zako. Pili wewe ni mwanamke mrembo sana. Kiukweli kuna vitu ambavyo nimevutiwa sana kwa upande wako. Yaani namaanisha vipi kwamba nimetoka kukupenda. Kama utaridhia, lakini nilikuwa naomba tuwe pamoja. Wewe kaka. Kwani mapenzi ni mtu unavomuona au mtu unavutiwa na tabia zake? Sasa wewe kipi kilichokuvutia kwangu jamani? Sasa dada yangu, wewe sio hapa kitu gani haswa? Nyinyi ni wanawake, mna kila kitu ambacho mnachovutia kwa wanaume. Kwa kitu mimi nilichokuambia kwamba nakupenda, wewe ibi tu nielewe na mambo mengine yaendelee, basi sio ni shida hapo. Unanishangaza kwa kweli. Yaani umeniona sasa hivi unanipenda. Haya vipi kama nikawa na tabia za kuvutia ambazo hazitokuvutia? Au ndio nyewe wanaume wa siku hizi tena? Mtu unampenda leo, ukimpenda mkikubaliana, mkikutana, unajua upo kwenye mapenzi, kumbe mwenzako anataka tu akuchezee. Mimi mambo hayo kakaangu siyataki. Nishapitia mengi, wanaume nyinyi ni waongo mno. Kwa hiyo sipo tayari. Sawa. Mimi nishakuelewa dada yangu unachomaanisha. Najua umepitia changamoto nyingi za mapenzi, umeteswa, umeumizwa, lakini isiwe ndo kukata tamaa kwako. Mimi mwenyewe hapo unavyoona vile vile nishateseka sana na mapenzi. Nishakuwa na wanawake wengi ambao tayari washanibia malengo yangu, lakini bado sijachoka. Nazidi kutafuta mtu sahihi. Kuna baadhi ya wanawake wengi sana ambao wamenichezea, lakini sijachoka mpaka leo. Kwa ndo maana nilipokufuata wewe, tuwe pamoja, tuanze upya. Sasa wanaposema kwamba mimi tena sihitaji mtu mwingine, nini sasa? Kwa hiyo na nyewe wanaume pia mnachezewa. Sasa wewe unashangaa kwenye hilo? Yaani sasa hivi kuna wanawake ambao wanachezea mpaka wanaume wapo. Nikwambie kitu. Sina jibu la moja kwa moja kukupa. Yaani sijui kama nakupenda au sikupendi. Sijui nikukubalia au nikukatalie. Yaani naomba tu unipe muda. Hivyo tu, kwa sababu sijui nichague nini. Siwezi nikakuamini tu moja kwa moja kakaangu. Sawa, lakini nisikilize basi. Wewe ni mtu mzima pia unaelewa hivi vitu. Hasa unaposema kwamba nikupe muda, afu nyinyi ni wanawake, kuna leo kuna kesho. Unaweza katuta mtu mwingine hapa ametokea amekutongoza, mimi nitakuwa kwenye nafasi gani tena? Nikubalie basi bwana. Kwenye namba. Sawa. Sawa, nimekukubalia. Kweli? Basi sawa vizuri, lakini nilikuwa naomba bado sikusikia yapata namba yako. Ili tuwasiliane. Basi asante. Asante na wewe. Lakini samahani kidogo. Vipi ulikuwa unaelekea wapi? Mimi naenda hivi bondeni kule. Unaishi huko, si ndio? Okay, mimi kuna gari yangu ambayo nimeipaki juu hapo. Kama utapenda lakini kupe basi atalift hata nyumbani kwenu. Gari? Kuna gari yangu ambayo iko juu hapo. Sawa, nipe lift. Sasa tuondoke.
Njoo basi. Hapa panatosha. Njoo kaa basi hata hapa. Unaogopa kitu gani? Amna, usijali, mimi nipo sawa tu, hapa panatosha tu. Mimi nishajua tena unachokupa wewe ni kitu gani. Tukana na nini maumivu ambayo unapitia. Unaona mimi kavina mimi ndio nitakufanyia vile vile. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. So kila mwanaume anakuwa iko hivyo. Hapana, tupo wachache sana ambao ndio wenye tabia kama hizo. Kwa mimi sina nia mbaya na wewe. Na wala sina nia mbaya wewe na pia ya kuchezea kabisa. Sawa shana vizuri. Njoo basi. Kweli unachokisema ni sahihi kabisa. Kiukweli mimi naogopa kwa sasa. Sihitaji tena nipate mwanaume afu tena aje aichezee hisia zangu. Nimepitia maumivu makali sana, kwa hiyo sihitaji tena kidurudie. Alafu kitu kingine, kwa nini unaharakisha hivyo? Basi sawa, nisikilize. Kama na mimi ndo wale kama wengine wanafanisha na watu wako sina manaki. Basi sawa. Ondoka kwenu, basi ondoka. Jamani. Sasa jamani nini? Basi sawa, njoo. Kama unaona mimi ndo wale basi nenda kwenu. Unaogopa kitu gani? Njoo bana. Sawa basi. Sawa, njoo. Samdai, subiri kwanza. Samahani. Tafadhali naomba niahidi kwamba hutonichezea. Naomba unitunzie aibu yangu, unitunzie madhaifu yangu. Lakini pia kama itakupendeza unioe. Sihitaji tena kuteseka kwenye mapenzi. Sawa, basi hamna shida mwenyewe. Sawa. Jomba. Naona sasa hivi maisha mazuri sana yani. Maka ulivyonipigia simu pale. Nakuja sikutegemea kama nitakukuta una usafiri sasa hivi. Safi sana. Ndio kama hivyo maisha ndio yanatakiwa kama hivyo. Kabisa mjomba, kabisa. Alhamdulillah, hapa kweli dada yangu amezaa. Hapa amepata. Jomba. Safi sana. Mjomba, nimekuja kukusikiliza. Sasa bana mjomba, bwana mimi nimekuita hapa. Kwa sababu ukiangalia tumempoteza mama muda mrefu sana. Ndio. Ushaona, lakini hatujui paka dakika hii wapi alipo. Ushaona. Sasa nikasema mjomba wangu alibakia na mazingira ambayo anakaa pale nyumbani sio mazuri kabisa. Nikasema ngoja nimtafutie mjomba kiwanja naye apate sehemu yake ya kukaa na nyumba. Yaani hivi ninavyosema mjomba, kuna kiwanja ambacho nimekununulia. Nimekuita hapa sasa hivi uje nikupeleke ukakione. Yaani imekuwa kama surprise hiyo kwako. Safi sana yani. Hata miaka mingi hatujaonana. Kabisa mjomba. Kwa ndo hivyo. Alhamdulillah. Haya twende, mimi niko tayari. Okay basi tuelekee. Haya twende. Sawa. Jomba wewe.
Unaona mzee? Kiwanja chenyewe nilichokuambia ndio hiki. Hiki kiwanja unachokiona chote hapa ndio kiwanja cha kule mpaka huko. Nakubali yani hapa. Umeona hivi jinsi tulivyo? Safi kabisa. Hapa hata mimi mwenyewe hapo baadaye na uwezo hata kujenga hapa. Basi hata tanki usawa ule pale. Jomba safi sana mjomba bwana. Basi sawa. Sasa mjomba sasa kagua kidogo kwa mbele. Huko kweli. Hivi mbele nini hivi? Mpaka hapo. Mima. Momo. Wow. Momo. Nilikutafuta sana. Nilikuulizia sana. Kila sehemu nitakayokwenda. Naambiwa umeama. Isitoshe, kila nikipiga namba yako haipatikani. Samahani mpenzi wangu. Pale tuliama na ilikuwa ghafla tu. Kakaangu amenunua nyumba sehemu nyingine. Kwa nilishindwa hata jinsi ya kukupa taarifa. Bahati mbaya na simu ikapotea. Mima, nilikumisi mno. Hizi siku ambazo nimekaa peke yangu bila wewe. Aisee. Ilikuwa noma sana. Nilishazoea kukaa nikiongea na wewe kwenye simu, kukuona. Lakini nilipokuwa kwa mbali na mimi nilikuwa mpweke sana. Nimekumisi sana. Mimi mwenyewe nimekumisi sana. Unaelekea wapi sasa? Mimi naelekea hapo chini. Basi kama utojali nilikuwa nataka nikuoneshe napoishi sasa. Sawa, hamna shida. Haya sawa. Hivi. Vipi mwanangu? Fresh mwanangu. Chawi nini? Mbona hapa mwanangu? Afile. Kwanza pole kwa usumbufu, nimekusumbua, nimekutoa ndani hapa. Kabisa mwanangu. Mwanangu nimekuja hapa mwanangu ile. Mwana mchumba wewe. Sawa namuona. Mwanangu mimi nimekuja sasa. Najua nikifika kwako lazima jambo langu litafanikiwa tu. Hivyo vyote vile. Sababu wanangu wote Kigali wewe ndo unanisaidiaga sana katika majambo yangu. Unaelewa mwenyewe kabisa. Mwanangu mimi na mwezi miwili kichupa kimejaa. Kwa hiyo nikija kwako mwanangu mimi nitapata room na magasumu. Si unaelewa? Noma mwanangu. Nikwambie kitu kimoja askari wangu. Yaani umeona leo mazingira yako kwa sababu umeona kuna mvua nini kama umotoke na mamtosi. Ndio. Yaani issue kwa moja, mimi na mapenzi uko ndani. Umeona yaani issue harakati hizo zimegongana kwa kweli, si unajua? Kwa hapa siwezi kubless chochote. Au sio?
Konsha feli. Amefeli yani mwanangu. Ila mimi sikupingi wala nini demu. Basi poa, ina noma mwanangu. Basi poa mzee, ina noma. Pole kwa usumbufu. Samahani swali. Vipi? Vipi? Jamaa ana mtu wake ndani. Kwa imekuwa noma yani. Sasa itakuwaje? Kwenye mimi sielewi chochote hapa. Yeye anafikiria kinoma, si nafanyaje hapa. Basi tufanye siku nyingine. Nini? Siku nyingine? Ndio. Wewe nini wewe? Mimi nitakuona siku nyingine. Iwezekana leo lifanyike leo. Shelewa, mimi mwenyewe nakumekumisi kinoma. Na hapo mwenyewe hapa nina kichupa na upingu. Alafu naomba siku nyingine. Basi sawa, mimi na wazo. Twende home. Home wapi? Nyumbani kwetu. Alafu kakako? Kakaangu hana shida. Kweli? Anarudi usiku, kutoka kwake asubuhi kurudi usiku. Au sio? Narudi usiku. Kwa utawala. Ndio. Fresh tuondoke. Twende. Sasa mimi nataka niseve sasa. Unajua muda umeenda mchana tena. Toka asubuhi nipo hapa. Wewe naye. Sasa kwa nini unaondoka saa hizi? Mimi si nimekwambia ondoka jioni. Sasa akija wewe unaniliu kakako. Wewe naamini mimi arudi saa hizi. Muda wake wa kurudi mimi naujua mpaka usiku. Sasa unataka kuwahi saa hizi unaenda kumwahi nani? Kwa nataka nibaki mpaka jioni, si ndio? Ndio. Au janimisi? Nakumisi sema ndio hivyo, muda ndo mali. Basi baki. Alafu akitukuta au sifanye chochote, niamini mimi. Kweli? Ndio. Shauri yangu mwenyewe kama nataka niondoke sana kama staki hivi. Unajua. Habari sasa hapa. Salama shika. Marhaba, jambo. Naona kuna wageni. Ni nani wewe? Huyu. Mpenzi wangu. Bwana shemeji. Vipi ana kwema? Kwema shoo. Marhaba, ujambo wewe? Jambo. Sasa Mima. Sasa mbona mgeni anakuja afu hajanipa taarifa yote? Ndio tabia gani sasa hii? Nilijua nitakusumbua. Hamna bwana mdogo wangu. Yaani kitu chochote ambacho utataka wewe niambie hapa nyumbani. Bwana kuna mgeni au kuna moja mbili tatu. Sawa? Usiogope kuniambia. Vipi lakini kesha kula mgeni? Bado hajala. Sasa nini basi msause basi yale mgeni. Lakini kabla yote ipende bigwa nini kwanza pate tasoda japo kidogo anywe. Usijali bwana, shukrani. Mimi niko vizuri kabisa. Yaani usiwe na wasiwasi. Mimi nimetoka niko vizuri. Mimi naona bora niende tu au? Hamna bwana shemeji yangu. Subiri basi tasoda bwana tupate te nini bwana baraka zako shemeji yangu. Mbona ondoka hivyo? Mima. Shika hela hii hapa. Nini kamule soda juu hapa shemeji. Sawa? Nako. Bwana shemeji vipi bwana? Shemeji. Vizuri. Waje faida kwa jirani faida. Kaka. Huyo mgeni wenyewe kwa? Mgeni? Mimi nilimwacha sasa mgeni hapa dengia ndani. Yuko wapi? Sasa atakuwa ameenda wapi? Labda bwana akatali kashaondoka. Wenda basi atakuwa ameondoka.
Na mimi mwenyewe nilikosa soda nikaamua kuchukua tu juice. Sawa, so mbaya. Kwa kama yeye tayari kashaondoka basi kunywa tu wewe, hamna shida. Haya sawa, mimi nipo ndani. Haya sawa. Vipi ndugu yangu Samdai? Fresh kabisa. Kwema? Kwema. Sema sasa hivi tangia upate gari ndugu yangu. Yaani umetususa maskani. Hamna ndugu yangu. Unajua nini? Mimi la mwingine kwa gari na mambo mengi sana. Ndio maana kwa anashindwa hata muda kuja pale maskani kuja kuwatembelea. Haina noma ndugu yangu. Ila inatokea utenge muda basi hata nusu saa au lisali moja basi uje kututembelea. Vipi lakini kuna mpya gani? Bana, juzi kati hapa tulipatwa na majanga. Kuna ndugu yetu fulani hivi anaitwa Juma yule. Yaani inasemekana yule kapotea. Alafu wamemkuta huko Mafia. Anasema alikuwa na demu ndani. Mimi inawezekana yule demu moja kwa moja atakuwa ni jini. Maana walipomkuta huko hapa ana bonge la shimo. Figo, maini, kila kitu ametoa. Bwana, inalilahi wewe inaelewa juu. Iko hivyo mwana. Tiani. Ni moja kwa simu. Halo. Halo. Nana bangeni. Ni mimi hata mjomba wako Msovieti. Mjomba Msovieti? Iko na maana hujafa mpaka leo. Ulijua utaniua Sijafa kabisa yani. Afu sikutegemea kabisa mjomba wewe kuwa hivyo. Yaani una mbaya sana. Yaani jinsi ulivyo. Wewe unataka kuniua mimi wewe. Sasa mimi sijafa. Ninavyokuambia hivi. Mimi nipo hai na atakayeniua mimi ni Mwenyezi Mungu. Hiyo sasa nakwambia. Ili swala mimi lazima nilifikisha hata polisi yani. Sijui nielewa. Mimi nakwenda kukushtaki yani. Kwa sababu unaonyesha hata huyu dada yangu upoteaji wake ni wewe. Hakuna kitu kingine, ni wewe tu. Na lazima tukushtaki. Halo. Halo mjomba. Samdai. Kwani wewe muuaji? Kwani kile ulichozungumza hapa chote na maana umekisikia, si ndio? Ndio nimesikia. Yaani nimesikia habari za kufa tu hapa.
Vipi? Safi. Za asubuhi. Salama, tumemkaje? Salama sijui. Safi. Shikamoo. Marhaba, jambo. Sijambo. Hapa nimepigiwa simu. Nimepewa taarifa za msiba. Msiba? Nani tena? Mjomba. Mjomba? Mjomba Msoveti? Mm. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ilikuwaje? Alikuwa ameenda kuangalia mpira, kwa hiyo amedondoka njiani. Kwa sasa vipi kuhusu ratiba za mazishi? Mimi hapa sina taarifa yoyote. Nataka nijiandae niende huko ndo nitajua ratiba inaendaje. Basi sawa. Wewe jiandae hapo ni tuingie kwenye gari tuondoke, sawa? Mima. Mama siku. Salama. Kwema kabisa. Kwema sijui wewe. Salama jamani. Mbona mmeadimika sasa hivi hamuonekani jamani, siwaoni? Sisi mbona tupo? Wewe tu ndio umeadimika. Yaani uonekani kabisa. Kweli? Atuonani lakini wenyewe ndio asiwaoni kabisa kwa sababu hata pale wenyewe mmehama. Pale nyumbani sisi tumehama. Kaka kanunua nyumba huku juu. Kanunua nyumba? Kanunua nyumba hadi na gari. Samdai huyu? Huyu kakaangu. Acha bwana. Samdai yani mimi nilijua tu kwamba ni katika familia yenu nyinyi. Yaani ni matajiri. Na Samdai mimi nilijua tu kitambo tu kwamba Samdai ipo siku atatoboa huyu. Na mama naye vipi? Maana muda mrefu sijamuona. Nipita muda kidogo. Kiukweli mama amepotea. Amepotea? Ndiyo, mama amepotea. Na tumejaribu kumtafuta sehemu nyingi. Haonekani. Sasa hizi ni wiki ya 3 hii. Tumeenda polisi. Wamesema wanafanya uchunguzi na mpaka sasa hivi hawajatupa majibu. Yaani hata sielewi, hatujui kama uko aliko mzima au amekufa. Mima, mama kapoteaje hivi? Mimi mwenyewe hata sielewi, nimechanganyikiwa mpaka dakika hii. Na mara ya mwisho nimeondoka nyumbani nimemwacha. Narudi sikumkuta. Ndo mpaka leo hii. Anujue Mima, hizi changamoto za kupotea watu zimekuwa nyingi sana sasa hivi hapa mjini. Na mimi mwenyewe yani na mtoto wa shangazi yangu alipotea wiki 2 zilizopita nyuma. Lakini tukaenda hadi polisi, tukapata mafanikio yoyote kabisa. Basi tubidi tuangalie upande wa pili. Tukampata shehe mmoja msikiti mweupe hapo, tukaenda tukamwelezea. Basi akatusaidia na ndipo tukafanikiwa. Na pia kama wewe unahitaji hizo namba zake za shehe, naweza akakupatia na mimi nitakusaidia naye pia. Basi sawa, naomba nipatie hizo namba. Nitashukuru sana. Hizo hapa. Asante. Sawa mimi bwana, lakini nimemisi sana, nimemisi wewe. Haya bwana, ngoja mimi niende. Tutaonana baadaye. Haya sawa. Basi sawa. Haya. Karibu dadangu. Asante ustazi. Jana nilipigiwa simu na Hamza. Aliniambia kwamba kuna mtu atakuja ana shida. Nadhani ni wewe. Ndo mimi. Okay. Sawa, nakusikiliza. Ustazi, mimi nilikuwa na shida moja. Mimi nimepotelewa na mama yangu. Sasa hivi naenda miezi 4. Na upoteaji wake kapotea kwenye hali ya kutatanisha. Nilimwacha nyumbani mara mwisho naenda dukani. Nimerudi sijamkuta. Na nimejaribu kwenda polisi. Sijapata mafanikio yoyote. Ndio maana nimekuja kwako. Nilikuwa naomba unisaidie.
Sawa, karibu sana, hapa ndo umefika. Kama dakika moja hivi. Pole sana. Kuna kifua cha kuhifadhi maneno, maana haya ni mazito ndio unauma. Mimi kifua ninacho ndio maana nimekuja hapa. Sawa. Usiogope, lakini ni kawaida ya wanadamu tulivyo. Umesema mama yako amepotea? Ndio. Mama yako hajapotea. Mpaka sasa hivi mama yako ni Amefariki? Yeah, amekufa. Muuaji wa mama yako ni kaka yako. Kaka yangu? Yeye anahusika na mauaji wa mama yako. Kivipi? Sawa, swali zuri sana. Kaka yako alikuwa na tamaa ya kutaka kuwa tajiri. Hivyo basi akaenda kwa mganga ili apate utajiri. Masharti aliyopewa kule ni haya kama ifuatavyo. Kwanza aliambiwa alale na mamako. Baada hapo amzike, then amuue, asimuone mtu yoyote. Mpaka sasa tunaongea mimi na wewe, kashafanya hivyo mpaka saa hizi. Lakini pia akapewa masharti mengine, atoe kafara watu 5. Watu 5? Sawa. Mpaka saa hizi kashafanikisha watu 4. Kabaki huyu mmoja ili atimize malengo yake. Kuwa makini. Huyo mmoja sije ikawa ni wewe. Mimi? Yeah, of course. Cha kufanya ili kuepukana na hii dhahama, unatakiwa ukae naye mbali. Sio mtu mzuri, tayari ana tamaa ya maisha. Na kashaonja ladha ya utajiri mpaka sasa. So kaa naye mbali. Nimeshakumbuka ustazi. Ndio maana kakaangu ametajirika ghafla. Kanunua nyumba pamoja na gari kwa muda mchache sana. Na kila nikimuuliza ananiambia amenifanyia surprise. Kumbe ndio umefanya hivyo. So kwa makini, tayari kashakuwa shetani. Asante ustazi. Sawa, karibu tena. Asante sana. Pole sana. Kaka. Kaka. Mbona umelala hivi? Ndugu yangu nimechoka sana, maana nimetoka kwenye mizunguko yangu sasa nimekuja hapa niko itazielewi. Pole basi. Asante. Nimetengeneza juice kwa nimeamua kukuletea kidogo. Sawa, lete. Asante.
wewe mshenzi sana, tena ufai katika jamii. Yaani umemuua mama kwa sababu ya kupata utajiri. Sasa leo huu ndo mwisho wako, utanisamehe sana. Nimeamua kulipa kisasi kwa sababu ya kifo cha mama yangu. Utanisamehe sana kakaangu, sina lingine zaidi ya hili.